Jambo muhimu ambalo linagusa mustakabali wa taifa letu, linagusa maisha yetu kwa maana ya Watanzania, lakini ni jambo ambalo sisi kama Watanzania tunaamini kwamba umoja wa taifa letu ndio jambo la msingi. Sasa Chama cha Mapinduzi kimepata taarifa za kuaminika kwamba wenzetu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wamefanya vikao vya siri kuhamasisha vurugu kwa kutumia maandamano ambao wanayaratibu. Sasa sisi kama chama tunapenda kutoa wito kwa Watanzania kwamba wajibu wetu kama Watanzania ni kulinda taifa letu. Amani yetu ndio uhuru wetu. Tusiruhusu itikadi za vyama au makundi ya harakati yakachochea vurugu na kuharibu taswira njema ya taifa letu. Sasa taarifa hizi ni taarifa za kuaminika, na mmewasikia katika majukwaa ya kisiasa wakizungumza wakisema kwamba watakwenda kuhamasisha maandamano. Sasa ukiangalia pia wanaharakati wamebeba ajenda za maandamano. Sasa nini wanataka kukifanya? Maana yake ni kuleta shida, kuleta taharuki na kuvuruga umoja na mshikamano wa taifa letu. Sasa jambo hilo inaelekea wenzetu hawataki utulivu katika nchi, ndio maana wanapinga, wana ajenda ya kufanya vurugu na kuvuruga amani. Lakini Chama cha Mapinduzi kinapenda kuchukua nafasi hii kuendelea kutoa wito kwa Watanzania na wapenda maendeleo wote kutojihusisha na vitendo ambavyo vina mianya au vina viashiria vya uvunjifu wa amani wa taifa letu. Kama chama tunawaomba Watanzania walinde amani yetu, wafanye shughuli zao, kwa sababu bila amani hakuna maendeleo, hakuna kilimo, hakuna biashara, hakuna uhuru wa kuabudu na mambo mengi yataharibika. Hivyo ni jukumu la kila mmoja kuhakikisha Tanzania inakuwa salama. Lakini kama ambavyo tumekuwa tukieleza katika mikutano yetu ambayo tumeifanya huko mikoani, vijana na wananchi wa nchi hii tuna dhima kubwa ya kuhakikisha tunakuwa na taifa lenye utulivu na amani na mshikamano kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Sote kwa pamoja, huu ni wajibu wetu. Lakini pia wapo Watanzania wenzetu ambao wapo nje ya nchi na wengine wamekana uraia wa nchi yetu, wanachochea vurugu ili nchi yetu isiweze kutawalika. Ndugu wa Tanzania wenzangu, hususan vijana, ninapenda kutumia wasaa huu, ni wakati wa kuunganisha nguvu zetu, kukataa vurugu ili tuweze kuilinda nchi yetu. Vitendo vyovyote vya uvunjifu wa amani tusivikubali hata kwa dakika moja. Lakini ninachotaka kusema kingine, tusimame imara kulinda uhuru wetu kwa nguvu zetu zote. Tumuunge mkono rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika jitihada zake za kuunganisha nguvu za Watanzania ili kupata taifa moja lenye upendo, mshikamano na maendeleo ya kweli, kwa kuzingatia kwamba tuna vipaumbele vya kuvitekeleza, ikiwemo ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka 2025 mpaka 30, lakini dira ya miaka 50, dira yetu ya taifa. Sasa ili tufikie hayo malengo ni lazima nchi iwe na utulivu. Kwa hiyo nitoe rai na niwaombe Watanzania na vijana tulinde nchi yetu. Lakini tumie fursa hii kuviomba vyombo vya ulinzi na usalama kuwa macho ili kuhakikisha tunakuwepo na ulinzi wa kutosha wa raia na mali zao na ulinzi wa mipaka yetu. Wenzetu wa vyombo wanafanya kazi nzuri na wajibu wao ni kulinda taifa letu, hivyo kazi hiyo waifanye kwa ukamilifu wake ili taifa letu lizidi kuwa na utulivu. Lakini tumie fursa hii kuwaeleza wananchi na vijana tuwe macho kulinda taifa letu. Tutoe taarifa mara moja kwa vyombo vya ulinzi na usalama tukiona kuna dalili au viashiria vya uvunjifu wa amani, kwa sababu kama nilivyosema awali, bila amani hakuna maendeleo. Hilo ni jambo ambalo nilipenda kulielezea kwa upana wake. Lakini